Hii ni MJW, habari njema za Kikristo. Jina langu ni Wilson Mwangosi. Taarifa yetu kuu wakati huu: vifungu vya sheria, kanuni zake, marekebisho yake na tafsiri zake. Kifungu cha sheria namba 14 katika kitabu cha Kutoka 20 kinachosema usizini. Kifungu hiki kiliwekwa katika mwaka wa kwanza mwezi wa 3 baada ya kutoka Waisraeli katika nchi ya Misri. Kifungu hiki kilifanywa marekebisho katika mwaka wa 15 wa kutawala kwake Kaisari Tiberio mfalme wa Rumi katika kitabu cha Mathayo ukurasa wa 5 kifungu namba 27 na namba 28. Vifungu hivi vya sheria vinasema: mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia kila mtu atazamie mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Je, vifungu hivi vya sheria vina maana gani zaidi ya inavyoaminika? Kwa kuwa watu hujiuliza, je, ni nani atakayeweza kuishika amri hii? Kwa maana imeandikwa, mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Tupate ufafanuzi zaidi. Kupenda kunatokana na kuvutiwa na mtu au kitu au jambo fulani kwa sababu ya uzuri wake, na kuvutiwa huko ndio tamaa yenyewe itokanayo na upendo, kwa sababu hakuna kabisa upendo usiokuwa na tamaa ndani yake, kama vile Mungu alivyoamuru watumishi wake katika Torati ya Musa dhidi ya tamaa. Kwa maana imeandikwa, na hapa na nukuu, utakapokwenda vitani kupigana juu ya adui zako, na Bwana Mungu wako awatiapo mikononi mwako, nawe uwachukuapo mateka, ukaona kati ya mateka mwanamke mzuri, ukafanya tamaa kwake, ukawaza kumtoa kuwa mkeo, ndipo umchukue kwenu nyumbani kwako. Mwisho wa kunukuu. Tena amri ya 10 Mungu akasema usimtamani mke wa jirani yako, wala Mungu akusema usimtamani mwanamwali, kwa sababu ili uweze kumuoa mwanamwali ni lazima ufanye tamaa kwake kama Mungu alivyokuamuru. Tena amri ya 10 Mungu akasema usitamani nyumba ya jirani yako, bali kama wewe umeipenda nawe unao uwezo wa kumiliki, ndipo utainunua au kuijenga nyumba kama hiyo mahali pengine popote. Lakini kama wewe unatamaa ijapokuwa hauna uwezo wa kumiliki, basi wewe utafanya hila, fitina na kila namna ya ubaya ili uweze kudhulumu, kuiba au kutapeli. Tena amri ya 10 Mungu akasema wala usimtamani mtumwa wake wala kijakazi wake. Lakini ikiwa wewe umewapenda ili wapate kukutumikia, ndipo utamtaka yule bwana wa mtumwa au kijakazi ili akumilikishe mtumwa wake au kijakazi wake, kwa kuwa upendo upenda kila kitu na hupenda kila mtu, humpenda mtumwa na humpenda mwenye mtumwa. Lakini kama wewe ukichepuka na kuiacha njia halali, nao ukaenda kwa yule mtumwa au kijakazi na kumwambia, nitakulipa zaidi ya huyo bwana wako akulipavyo, haya basi sasa toka kwake mara moja, nawe twende zetu, hakika hiyo ni tamaa. Tena ukimtamani Mungu, hiyo ni dhambi, kwa maana imeandikwa, na hapa na nukuu, kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Kwa hiyo ukimpenda Mungu utampenda hata yeye aliyezaliwa na Mungu. Tena yeye aliyezaliwa na Mungu ndiye njia ya kwenda kwa Mungu. Lakini wewe ukichepuka na kuiacha njia halali kwa sababu ina milima na mabonde na misukosuko ya kila namna, nawe ukapita shortcut, hakika hiyo ni tamaa. Lakini nawapasa mfahamu ya kwamba hisia zilizoko kwenye upendo ndizo hisia hizo hizo zilizoko kwenye tamaa pia, pasipokuwa na utofauti wowote. Kwa mfano, imeandikwa historia katika kitabu cha Mungu ya kwamba Amnoni mwana wa mfalme Daudi alimpenda dada yake Tamari. Ni katika kitabu cha Samueli wa pili imeandikwa, na hapa na nukuu, walakini yeye hakukubali kusikiliza sauti yake, naye akiwa na nguvu kuliko yeye akamtenza nguvu, akalala naye. Kisha Amnoni akamchukia machukio makuu sana, kwa kuwa machukio aliyomchukia yakawa makuu kuliko yale mapenzi aliyokuwa amempenda kwanza. Amnoni akamwambia, ondoka, nenda zako. Na hivi ndivyo zilivyo hisia au mapenzi yatokanayo na tamaa, na ndiyo maana Amnoni alimchukia dada yake machukio makuu sana kuliko hata yale mapenzi aliyokuwa amempenda kwanza.
Hii ni MJW, habari njema za Kikristo. Hii ni MJW, habari njema za Kikristo. Jina langu ni Wilson Mwangosa. Kifungu cha sheria namba 13 katika kitabu cha Kutoka 20 kinachosema usiue. Kifungu hiki kilifanywa marekebisho katika kitabu cha Mathayo ukurasa wa 4 kifungu namba 21 na namba 22. Vifungu hivi vya sheria vinasema: mmesikia watu wa kale walivyoambiwa usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Lakini kifungu cha sheria namba 15 katika kitabu cha Kutoka 20 kinachosema usiibe, kifungu hiki hakikufanyiwa marekebisho kwa mujibu wa kifungu cha sheria namba 17 katika kitabu cha Kutoka 20 kinachosema wala usitamani kitu chochote alichonacho jirani yako. Kwa hiyo kila mtu atazamaye kitu chochote alichonacho jirani yake kwa kukitamani, amekwisha kumuibia moyoni mwake. Katika mitandao ya kijamii, matangazo haya yanapeperushwa katika ukurasa wa Facebook na YouTube channel kwa anwani ya MJW Tanzania. Hii ni MJW, habari njema za Kikristo.